Hakuna mtu aliye mwoga akaaminiwa. Waoga kwenye ulimwengu wa roho huwa wanakuwa treated kama watoto, wanawekwa chini ya uangalizi. Lakini ili uaminiwe kwenye jukumu, upewe nafasi, kuna kitu kinaitwa ujasiri. Nataka nikwambie, kosa sifa nyingine, lakini hakikisha ujasiri wako upo, kwa sababu mioyo ya watu huwa inamkubali mtu mwenye ujasiri. Hiyo ni nature, yani huwezi kubadilisha. Lakini usipokuwa jasiri, lazima uwe rejected. Kwa unaweza ukawalaumu watu, wamenikataa. Lakini ukiwa mwoga, utakiwa kuwalaumu watu. Ondoa woga wako. Ukishaondoa woga, ukaanza kuwa jasiri, maisha yanaanza. Unatakiwa uamue, usimzingizie shetani kwamba baba shetani ndo anafanya wewe usiaminiwe. Biblia inasema wala usimpe ibilisi nafasi. Kwa hiyo mimi na wewe hatuwezi kujivuna kwamba mashetani ndio ananifanya mimi nisiaminiwe. No, mtu kama unaona uaminiwi, ni wewe, umeamua wewe, kwa sababu unatakiwa tu ujijenge katika ujasiri ili uanze kuaminiwa. Hata kama umetembea mpaka sasa hivi uaminiki, lakini ukiamua kuanzia sasa hivi kwamba nimeamua kutafuta kuwa jasiri, na kila hofu haiwezi kukaa ndani yangu, hakuna hata punje ya hofu nitaipa nafasi, utashangaa wale waliokuwa hawakuamini wale wataanza kukuamini. Kwa hiyo mtu unakuwa uaminiki. Mtu akikupa siri, huwezi kutunza siri. Akikupa hela, urudishi. Ukipewa nafasi, uitumii ipasavyo. Unakuwa na madeni mengi, yani viporo, yani sintofahamu nyingi. Sasa utaaminikaje? Mtu anaweza kuamini pale ambapo yani unaonyesha unaweza, una nguvu, una matunda. Lakini kama hauna matokeo, mtu anaanza kuililia nafasi yake. Kwa nini nilimpa hii nafasi? Kwa nini nilimpa? Kwa unahitaji wewe mwenyewe kuwa jasiri ili uaminike.